Kwa wapenzi na wafuatiliaji wa mchezo wa mpira wa miguu, nadhani mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia wachezaji wakiambatana na watoto kiwanjani, yaani wakati ambao timu zinatoka katika vyumba vya kubadilishia nguo na kuingia katika pitch au eneo la kucheza wakati wa mchezo. Lakini tumekuwa hatufahamu sababu ya msingi hasa ya kufanya hivyo. Je, nini maana ya utamaduni huo? Ulianzia wapi na una maana gani katika soka? Je, ni lazima kwa timu kufanya hivyo? Hayo ni baadhi tu ya maswali ambayo wakati mwingine huwa tunajiuliza kulingana na utamaduni huu wa wachezaji kuingia na watoto kiwanjani. Leo nimekuandalia makala hii ambayo inakwenda kukufumbua fumbo hilo zito ambalo pengine lilikutatiza kwa muda mrefu. Karibu tujumuike sote. Mtindo huu wa wachezaji kuingia na watoto uwanjani unaitwa player escort au match escort. Ni utamaduni ulioanzishwa miaka ya 1970 huko nchini Brazil na Bwana Ronald Ramos Oliveira, ambaye alikuwa ni afisa mahusiano wa klabu ya Atlético Mineiro mnamo Septemba 5, 1976. Kwa mara ya kwanza mtindo huo ulionekana kwenye mechi ya kirafiki kati ya Atlético Mineiro dhidi ya América Mineiro. Kazi ya watoto hao ilikuwa ni kubeba bendera za timu hizo, kitendo ambacho kiliamsha hisia kali na mvuto zaidi katika mchezo wa soka, hali iliyoibua wadau mbalimbali wa haki za watoto kuona kwamba wana nafasi ya kutumia soka kama jukwaa la kutangaza haki za watoto kutokana na idadi kubwa ya wafuasi wa mchezo huo duniani kote. Basi kuanzia hapo utamaduni huo ukaigwa na vilabu mbalimbali pamoja na mashirikisho ya ligi nyingi ulimwenguni na ukazidi kupata umaarufu siku hadi siku. Mnamo mwaka 2001, sera hiyo ilikuwa imeidhinishwa rasmi na shirikisho la soka ulimwenguni, yaani FIFA, kutumika katika michezo. Mtindo huo wa player escort uliidhinishwa rasmi na FIFA mnamo mwaka 2001 wakati wa kupanga ratiba ya fainali za michuano ya kombe la dunia ya mwaka 2002. Hii ilitokana na sehemu za kampeni ya shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya haki za watoto, yaani UNICEF, iliyoitwa Say Yes for Children. Kampeni hii ilikusudia kuelimisha jamii na dunia kwa ujumla juu ya wajibu na umuhimu wa kuwalinda watoto na kuwapatia haki zao za msingi. Mara nyingi watoto wanaochaguliwa kuambatana na wachezaji huwa ni wa umri kati wa miaka 6 mpaka miaka 12, japo wakati mwingine husogea mpaka umri wa miaka 16. Lengo la kuchukua watoto walio katika umri huo mdogo ni kuwafanya wajiamini na kuwafanya wavutiwe na mchezo wa soka na pengine kuwafanya waanze kuishi mchezo huo adhimu. Wapo mastaa wengi wa soka wanaotikisa dunia ambao waliingia katika soka mara baada ya kuwa wakichaguliwa mara kwa mara kufanya player escort, yaani kuingia pamoja na wachezaji uwanjani. Mfano wa mastaa hao ni nyota gwiji wa Manchester United na Everton, Wayne Rooney, lakini pia kinda wa FC Barcelona Lamine Yamal, lakini pia Harry Kane, Phil Foden na nyota wengine wengi. Tangu shirikisho la kimataifa la mpira wa miguu FIFA lilipoidhinisha mtindo huo kutumika katika soka, player escort imekuwa ikienea katika ligi nyingi duniani kote, na siku hadi siku ubunifu mpya umekuwa ukitokea kulingana na aina ya ujumbe ambao wadau wanataka kuufikisha kwa jamii. Mfano, mwaka 2015 kwenye kuadhimisha siku ya mama duniani, yaani Mother's Day, wachezaji wa timu ya Ajax Amsterdam waliingia na mama zao uwanjani kama ishara ya kuonesha mapenzi kwa mama zao na kutuma ujumbe kwa jamii juu ya umuhimu wa kuwapenda na kuwathamini wanawake. Lakini kioja cha mwaka kikaja pale Septemba 29 mwaka 2015 ambapo wachezaji wa timu ya Sao Paulo ya kule nchini Brazil walipoingia na mbwa uwanjani kama kielelezo cha kuitaka jamii kuacha kufanya ukatili kwa wanyama. Hayo yote ni matokeo mazuri ya player escort ambayo ilianzishwa kule nchini Brazil. Mimi naitwa Sweetbet Pascal Liheka. Unaweza kunifuatilia kupitia mtandao wa Instagram kwa jina la Liheka08_JR. Mpaka wakati mwingine, uwe na siku njema.